1:19 mstari wake wa 9, na neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aweza kuisafisha njia yake. Neno likasema ni kwa kutii na kulifata neno la Mungu. Kijana akitaka kung'ara, kijana akitaka kufaulu, msichana akitaka kuonekana kuwa ni mzuri mno, kwamba ni wa bei kali, si wa dunia hii, ni lazima atii Mungu na kulifata masharti ya neno la Mungu. Nimesikia mwalimu akiuliza kwamba ungetaka kuwa nani? Wengi walisema wangeletaka kuwa wanaume. Na nilipokuwa nikiuliza mwalimu sababu ni nini, wasichana wakasema hivyo. Kwa sababu ninakutana na wasichana wengi ninapofundisha, wengine wanasema tunasumbuliwanga, ndio tunakataa tusisumbuliwe, ndio tunatamani kuwa wanaume. Wengine wanaanza kusema hapana, unajua wasichana wanatafutwa, lakini mwanamume anatafuta, na sisi tunasumbuliwa, tujui jackpot itaangukia wapi. Wengine wanaanza kusema hatujui vile itakuwa. Hata ya kuchekesha zaidi ambayo ilinichekesha, mmoja akasema sisi ni wasichana na tunachoka kunyesha. Vipi? Na ninauliza leo hii anga iko namna gani? Anga iko sawa? Si iko noma? Si iko serious? Inaashiria danger. Mimea itakosa, maragwe itakosa, matunda itakosa, avocado itakosa, kwa sababu hainyeshi. Alafu ikikosa kunyesha itakuwaje? Balaa. Watu hawataletwa duniani. Hilo sio jambo, hilo sio neno. Nataka niwatie moyo wasichana wangu ya kwamba ninyi ni wazuri zaidi ya wanaume. Bila ninyi dunia haitang'ara. Mimi ninapenda mtandao, na nikiweka neno kwenye mtandao nitapata comments 20, na hiyo nimeng'ang'ana sana. Lakini Chamutai akiweka tu pop juu na ulize mimi niaje, nimekosa nini, utaona comments 300, utaona 400 within. You are so beautiful. Hallelujah. Ninyi ni wazuri. Alafu unataka kuweka nini hapo? Sema mchungaji anaweka anapewa 20, anang'ang'ana apate 12, lakini Chamutai akiweka juu na aseme mkiniona ninatosha mboga. Unaona comments 700, unaona likes 300, inapanda ikienda juu. So wasichana wangu, ninyi ni wazuri, na bila ninyi dunia itakwama. Ukiniuliza hii longi yangu nimevaa muda gani, nitakwambia pengine 1 year. Lakini wasichana wanavaa nguo ngapi kwa mwaka? Uchumi inapanda haraka kwa ajili yenu, lakini mimi nitapenda baraka nikae 2 years. So you are so beautiful. Hallelujah. Ni jinsi gani kijana aweza kuisafisha njia yake? Biblia likasema ni kwa kutii na kulifata neno la Mungu. Wasichana wengi wamepotea. Wakiulizwa niache, Jerop niache, si huyo? Si Jerop hapa leo. Jerop niache. Yeye anaanza kupopoa, anaanza kusema ni poa tu, naanza kupopoa. Na hapo ndio loophole. Mchezaji anapocheza mpira shubavu, Lionel Messi lazima atumie channel ambayo kuna weakness ndio wafunge bao nyingi. Wewe ukiulizwa niache, wewe unaanza kupunga na kuandika saa 8, unaandika saa 9 na kuanza kuhesabu matawi ya miti na haianguki. Tumia wakati wako vizuri. Hapana kaa rahisi kama avocado yenye ikitolewa ngozi ni sawa, uweke kwa kideri sawa, uongeze na maragwe sawa, uongeze na kokoto sawa, uongeze na rugwa sawa. Hapana, wasichana wangu, kaeni ngumu. Hapana kuwa rahisi kama avocado. Gogo ambayo ni ajusa
aweza kutoa makanda na kuweka kwenye joo la mwisho na akipanua bila meno na kufinya Elizabeth. Ukiuliza kinyaje ati I love you mami, nilihoteli na kukisi nikakisu mwana. Ujinga na mazinga opwe ya wanaume. Alafu wewe unasema wewe ni mbaya, wewe ni mzuri kuliko hata wengine. Nataka niseme jinsi gani msichana aweza kuisafisha njia yake. Neno ni kwamba ni kwa kutii na kulifuata neno la Mungu. Haleluya. Hapana kama msichana wangu kama Sabina ina rajani. Kisu ikikosa wanalenga plan B ya kukata Sabina na plan B ni makucha. Utawala alafu wewe unakaa mjinga ajai bila kupenda ya Mungu anasakaria. Bwana aweza kuisafisha njia yake ni kwa kulitii na kulifuata neno la Mungu. Na kulifuata neno la Mungu. Vijana wangu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Vijana msilale. Lale lale, vijana msilale, bado mapambano. Haleluya. Amen. Wasichana wengi ni wazuri. Utapata msichana anaita babaye baba mpaka afe, lakini mwanamume atageuka na muite babake Golano wewe. Wewe bwana, sitaki maneno mengi na wewe na ni baba yako. So ninyi ni watu wazuri, ila tu ni kukubali Mungu na kulifuata Kristo na kulitii neno la Mungu. Kitabu ya Mithali 1:8 neno la Mungu linasema, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Haleluya. Ni kama kusema huyu ni firstborn ya kwangu, akifuatiwa na huyu ni lastborn, unipeaje kifungweni? Ninaposhauri, mzazi anaweza kumshauri, unaitwa nani mwanangu? Si tubadilishe hii ni ya kwako, hii ni mtoto ya kwangu. Firstborn Nora. Nora, ninaposhauri watoto wanapoelekea shule, sisi tuwashumu kwamba ni mzaliwa wangu wa kwanza. Ninamshauri Nora, unasikiliza mwanangu, unapoenda Jesta ukutane na wanaume wanaitana kando suk. Unaambia moja nyarteng. Ukisikia hayo mwanangu, wewe usikubali. Jina? Faith. Mwanangu Faith, unapokuwa darasani, ukisikia roho nyingine inasema hata huyu mwalimu wa maths ananipo, ambia hiyo roho chaftanyu haiwezekani. Ukisikia hii mwili inasema kuna wanawake kwa wanawake wanaoona, wewe usikubali. Belinda, mwanangu Belinda, sasa ninakutuma nenda shuleni. Ukifika shuleni, ukutane na kina madam mwenye wanafundisha, usianze kununa na kusema nitaangalia kwa ruji papi. Mwanangu, unaposikia mwili inasema hayo, wewe usikubali. Haleluya. Haleluya. Wangapi wamechoma shule kwa ajili ya kukosa uji? Wangapi wanasema tunataka madam must go kwa sababu ulipata uji, kuna ile mapawa ya mente na huko nyama imekwisha. Wa kwanza walifuruta supu ikakwisha. Wewe ni namba 37 hata haionekani. Wewe ukikutana naye nyorosha supu. Iko shida gani nyorosha? Malisa wakati wako. Soma vizuri, kamilisha vizuri. Lakini unapata wasichana wengi, wavulana wengi ama watoto wengi
wanaanza kupong'aa wakiwa pale shuleni. Ati teacher must go. Huyu alisoma na papers yake. Na wewe utaenda namna gani? Mnahangaisha wazazi. Tunapodungiwa tenje pale nyumbani, tunaanza kujiuliza nini leo imefanyika? Nini imefanyika shuleni? Na wakisikia fees, roho inatolea. Wakisema ati wame strike, shida ndio wala. Ninyi ndio mnatatiza wazazi. Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Nimesikia mwalimu akifundisha, ati msichana wangu akifundisha, ati pale darasani, ati pale sijui wapi, ati wengine wanajifanya wanaume. Never, haiwezi badilika. Hata ufanye welding, hata utumie mishumari, utumie chuma, never, haiwezi badilika. Kubali vile ulivyo. Wewe ni wa dhamana. Nini ndio inaweza kubadilisha? Tunaenda kulalia kifua ya mwingine na hii zitakutana, itafanya nini? Bure kabisa. Bure kabisa. Kwangan, kujengan. Kubali vile ulivyo. Hatutawakataza kuoleka, mumalize, mwende mjitafutie. Baada ya kujitafutia, tutapeana ninyi. Si tulipeana akina Chepchumba. Ndani ataita. Si tuliletewa ya Korosaki. Si tulikuletea bwana mpaka mkakutana face on face collusion Si hiyo ndio sawa. Lakini ya shot kaja ikija albango na kitu. Kuna msichana anayenifurahisha kwa Biblia. Na kichwa chake tumia muda